Kwa mara nyingine tena tumekutana na muda mzuri kabisa, utulivu upo wa kutosha, ambapo naweza nikasikika vizuri, tukajifunza juu ya dhambi iliyosaulika. Watu hawaifahamu mioyoni mwao, wameisahau, wameipuuza, wamechukulia ni rahisi na haina shida. Hata wakifanya Mungu hata hachukii dhambi ambayo Mungu anaichukia kama dhambi zingine, dhambi ya matusi. Matusi tena wamama msiseme, na wakiume pia akiwepo, na wenyewe wanatukana sana. Lakini kwa wamama hii dhambi itawapeleka zaidi, kwa sababu wao hadi watoto zao wanatukana matusi. Yaani wanatukana watoto zao matusi tena mabaya, wakiwa na hasira. Mtoto amefanya hivyo, matusi ambayo atamkiki, matusi mabaya kabisa ambayo hata ukiasikia hayampi Mungu tukufu, matusi yasiyofaa kabisa. Sisemi tu ni wanawake, hii ni kwa wote. Hata wanaume wanaotukana matusi nao jehanamu. Yoyote anayetukana matusi ni jehanamu. Hata ndoa zinaharibika sababu ya matusi, ni matokeo ya dhambi, matokeo ya kutamka mambo ambayo hayataki kutamka, hayampi Mungu tukufu, matusi. Ukisoma Wakorintho wa kwanza 6:10 anzia 9 mpaka 10, utaona hadi watukanaji imeandika pale kwamba hawa watu hawataurithi ufalme wa Mungu. Sasa matusi ni dhambi kama dhambi zingine, dhambi unazoziogopa. Unasema hizo hata tusiogopa hivyo hivyo. Haijalishi ni mtoto wako, haijalishi ni ndugu yako, haijalishi rafiki yako, jirani yako, na mtu yoyote utakapomtukana tusi ni dhambi, tena dhambi kubwa ya kukupeleka jehanamu. Biblia inathibitisha hilo kwa kumwambia mtoto mbwa we, kichaa we, hadi mtoto. Na Biblia inasema ulimi wako ulimi ni hatari sana unapotamka mambo mabaya. Ukisoma Mithali ina matokeo mabaya na matokeo mazuri. Ulimi unaweza kusababisha mauti au uzima. Ulimi. Sasa mtoto wako unamuita majina ya ajabu, baadaye anamtokea yale wewe ndio umesababisha. Ni matokeo ya dhambi. Hapo umemtenda dhambi Mungu, jehanamu inakuhusu kama hujatubu. Lakini pia unamharibia na mtoto maisha. Sio tu mtoto, mtu yoyote awe rafiki yako nani unamtukana tusi. Haijalishi umechukia, amekuuzi, haijalishi amekukosea kweli, lakini umetukana tusi, umemtukana kabisa, una hasira zako, umetukana, ni jehanamu. Kwa achani kutukana watoto matusi, acha ndugu na watu wengine wote ambao wanawazunguka, usiwatukane matusi watu mliokoka. Ni dhambi. Tumeokoka manake tumtangaza, vinywa hivi viko kwa ajili ya kutangaza Kristo na kumpa heshima Kristo, si kutukana matusi. Soma vizuri Biblia ukisoma, lakini pia ukisema uangalia pia kitabu cha Waefeso 4:29 anakuambia pale, neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, ila lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, na liwape neema wale wanaosikia. Sasa wewe, matusi yanatoa neema? Matusi yanaleta shida, yanaleta ugomvi, ndoa zinaharibika, watoto wanaharibika. Ulimwita mbwa, ulimwita wewe, ataenda kutabia za kimbwa mbwa. Matokeo ya kutamka mabaya hayaleti neema, yanaleta uharibifu. Ni kinywa ambacho shetani anakuwa amekiweka kwa ajili ya kuwapa laana wengine. Ni kinywa ambacho hakimpi Mungu tukufu. Biblia inasema maneno yetu yawafaa wenye kuhitaji. Nani atahitaji matusi? Manake neno utakalolitoa, manake liwe ni neno ambalo mtu akilisikia anaponyeka, akilisikia anafarijika, anajengeka, anajikuta amejifunza kitu. Mungu ndiye ametuweka kwa ajili hiyo, sisi tuliookoka. Waefeso 4:29 amekuweka wazi, lenye kuwafaa wenye kuhitaji. Neno lolote liloovu lisitamke vinywani mwenu, ili liwape neema wale watakaosikia. Nani anasikia neema? Matusi ni dhambi kubwa na ya kuacha mara moja. Wewe ambao umeizoelea kwa watoto wako, kwa ndugu zako, kwa rafiki zako, na mtu yoyote, kwamba nikichukia tena mwingine anajisifu kwa anijui mimi, hayakujui unatukana matusi, mtu umeokoka. Watu wanakushangaa na kuangalia uliokoka. Ni dhambi kubwa na katubu. Acha leo uliokoka. Matusi hayafai. Wewe ndio unayeharibu familia yako, unaharibu watoto zako, unaharibu ndoa yako, unaharibu kila kitu katika maisha yako sababu ya matusi. Na Biblia imekataza kabisa, lakini hili limerahisishwa, watu wanajisahau. Kanisani wakiona nao wanafundisha kwamba ni makosa kutukana matusi, ni makosa. Dhambi zingine zote unapokuwa unaambiwa kanisani, wanaona kama ni mambo ya kimaadili tu, kama kanisa linawafundisha mambo ya kimaadili, kwamba hata tunani tu kwamba ili asitukanaje matusi, anarahisisha. Liko kabisa katika katiba yetu ambayo ni Biblia. Ukisoma hiyo Wakorintho wa kwanza 6:10 utaona, ukisoma hiyo Waefeso 4:29 utaona kabisa, ni wazi. Lakini pia hata ukisoma pia kitabu kingine, tusome visio vichache, utasema hiki hapa vilipitiwa. Ndakupa kingine ili ukasome vyote uone. Tukakolosai 3:8 utaona pale anafanya Biblia. Anasema, lakini sasa yawekeni mbali nanyi haya yote, hasira na ghadhabu na uovu na matukano vinywani mwenu. Kabisa imezungumza wazi. Wakolosai 3:8. Sasa kama
uyaweki haya mbali, wewe uko nayo karibu, manake si mtoto wa Mungu. Wewe tayari uko kuharibu yale ambayo Mungu amekuagiza. Unaenda kinyume na yale Mungu aliyokuagiza. Unaharibu jamii baada ya kuitengeneza, baada ya kuwageuza watu waje kwa Kristo, wewe unawapoteza na ushuhuda wako ni mbaya kwa Kristo. Maana yake sasa watu wakikuona uliokoka kutokana na matusi, unawafanya wasimwamini Mungu. Ndio waliokoka wako hivyo, wanatukana hivyo, wanajibu hivyo. Halo, dhambi ya kuiogopa kabisa, ya kukaa mbali nayo kabisa, haifai kabisa. Ni dhambi hiyo ya kutukana matusi. Ni dhambi kama dhambi zingine. Kuanzia wewe unapotembea, unapokuwa unafanya jambo, ukitukana, katubu kama unavyoogopa dhambi zingine unapoenda kutubu.